kwa maana ninaiamini sana mizimu. Imenisaidia sana mimi. Huenda hata hapa nisingekuepo na wewe sasa hivi. Mdogo wangu, haya mbona ni masuala madogo na yana ufumbuzi kabisa. Masuala madogo yasitugombanishe. Sawa mdogo wangu? Hebu jitahidi kiasi. Binamu, binamu, binamu. Salama. 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 Karibuni. Asante. Pole sana Batuli kwa changamoto hizi zilizokufika. Unajua sisi ni familia sasa. Na ndio maana changamoto hizi zimetugusa kama zilivyokugusa wewe. Na ndio maana leo hii tumekuja kushinda hapa. Kiukweli nimefarijika sana kuwaona nyinyi ndugu zangu. Mmenikimbilia. Ninachoamini Mungu huu mtihani alionipa, anaamini ninaweza. Kwa hiyo niseme asante. Na nimeona mimi ni mtu wa bahati sana. Na nina thamani sana mpaka nyinyi ndugu zangu leo kuja. Hakika siku ya leo nahisi furaha itaongezeka. Huzuni kwangu itatoweka kwa kuwaona nyinyi ndugu zangu. Pole sana shangazi kwa changamoto iliyowapata. Unajua mimi mwenyewe binafsi imeniumiza sana. Nikaona sio vyema familia yangu inapata changamoto alafu mimi niendelee kubaki nyumbani. Alafu isitoshe mimi Kidawa ni rafiki yangu, hata Salama ni rafiki yangu pia. Hivyo nikachukua muda huu na dada yangu kuja hapa kwa Julieni hali. Kwa hata usiwaze, tutakuwa pamoja siku nzima shangazi yangu. Sawa. Vipi Kidawa anaendeleaje? Kiukweli hali ya Kidawa bado sio nzuri. Angalau leo umekuja, nahisi atakula. Pita yuko ndani, nenda kamuone. Pole.
Nafurahi sana nikikuona salama ukiwa katika hali hii. Pia naumizwa sana na hizi changamoto ambazo wewe unazipitia. Lakini mimi naamini utapona na utakuwa sawa. Haya ni majaribu tu, ili Mungu kutaka kutupima imani zetu. Salama. Na hichi ndo kipimo tosha cha upendo wangu kwako. Japokuwa ndugu zako hawana imani na mimi, lakini sitajali nini wanazungumza au shutuma gani wanazonipa. Lakini ninachokiangalia, kukuhangaikia mpaka wewe ukae sawa pamoja na hiki kiumbe changu. Na ni kuahidi kitu. Ukiwa sawa tu, mimi na wewe tunafunga ndoa. Zungumza kitu basi katika hili. Tupo tunaandaa makopa hapa ndugu yangu tukasage. Si unajua hata najua ndio wewe imewaka. Ni kweli na hii hali ya mvua sasa. Lakini Batuli, umejipangaje na hizi changamoto zinazokusonga kwa sasa? Tina, mbona unaniweka kwenye mafumbo? Hebu niweke wazi, nielekeze ni nini unamaanisha? Batuli, wewe ni mtu mzima sasa. Matatizo kama haya yanapokukuta ni lazima yatafutie ufumbuzi. Na maanisha ufumbuzi wa hili tatizo kuhusu Salama. Mimi najua Salama ni hila tu za binadamu ndio zilizomfanya akawa vile. Ule sio ugonjwa wa kawaida. Kutokana na ukorofi na utundu wa Salama, kuna mtu tu kamfanyia ubaya. Kama unavyomfahamu mwanao Salama, tabia zake, akiona mume wa mtu amepita naye, akiona mwanaume mgeni kijijini katoka naye, vikoba anazulumu wenzie, akikopa madukani halipi. Mkorofi. Mimi najua ni mtu tu kamfanyia ubaya. Tina, mimi ni mtu ambaye nipo katikati ya pango, ambaye sielewi huu ni wakati gani. Naweza nikabashiri hii ni asubuhi, lakini ikawa nimekosea. Naweza nikabashiri pia wakati huu ni mchana, nikawa nimekosea. Nikasema tena wakati huu ni jioni ama usiku, lakini bado nikawa nimekosea. Kwa sababu tu ndani ya pango kuna giza nene, ambaye sioni kitu chochote zaidi ya kusikia milindimo ya ndege na bundi tu akilia. Tafadhali sana, nahitaji kumsaidia mwanangu Salama, na najua Salama anapitia wakati mgumu. Ikiwa wewe ni ndugu yangu, rafiki yangu, nahitaji unisaidie kunitoa ndani ya hili giza. Batuli,
Ujue wewe sasa ni mtu mzima. Na matatizo kama haya kwa mila zetu sisi wa Afrika yanapotokea, waga yanakuwaga na utatuzi. Hili limekaje kwenye ukoo wenu? Mimi kuna sehemu napafahamu. Unaweza kumpeleka salama na akawa sawa kabisa. Kwa hiyo kama uko serious na hili jambo, utanitafuta. Tina, mimi niko tayari. Niko tayari hata sasa. Ila kwa kuwa umesema nitakutafuta, sawa. Mimi nitakutafuta tu. Wifi, mara mwisho nakumbuka uliniambia wewe ni mjamzito. Vipi sasa hivi hali yako inaendeleaje? Wifi, uko sawa kweli? Yaani Kidawa, kichwa changu kina mambo mengi sana. Naendelea vizuri. Sawa, na ukiangalia sasa hivi ni miezi mingapi? Sasa hivi nikiangalia kama miezi 3-4. Miezi 4? Mbona miezi 4 ni mingi sana? Sioni mabadiliko yote ya mwili wako. Sioni miguu kuvimba wala kubadilika kwa sura. Niambie, imejificha wapi? Au imejificha kwenye maziwa? Kidawa, sio kila mjamzito anapitia hiyo hali. Sema mwanzoni mwa mimba nilikuwa natapika, lakini kadri mimba inavyokuwa, mabadiliko yale yanakata. Kidawa, lakini ondoa shaka. Salama atakuwa sawa na atarudi kuwa kama zamani. Mimi nina imani hizi ni njama tu za walimwengu. Wamemfanyia ubaya Salama. Ndio maana amekuwa kwenye ile hali. Wifi, mimi nakuelewa sana. Hali ya dada Salama sio nzuri. Na familia nzima hapa nyumbani hatujai kukata tamaa. Bado tunahangaika kwenye hili swala la dada Salama. Lakini hatuoni matumaini yoyote yale. Hii hali inanisumbua sana, inaniumiza. Nikifikiria nakosa hamu ya kula. Silali nawaza. Dadangu anateseka sana. Na kuyahisi maumivu yako. Lakini nikuambie shaka. Sisi ni familia Kidawa. Haijalishi changamoto tulizokuwa nazo kati yangu mimi na Salama. Hiyo haimaanishi kuwa sisi si ndugu. Ndio maana changamoto yenu nimeibeba kama ya kwangu. Tayari nishaongea na shangazi. Na tayari kashaafiki kuhusu hili. Kwa nini nikutoe shaka? Kila kitu kitakuwa sawa. Tina, kweli dada Salama atakuwa kwenye hali yake ya kawaida. Na tutaishi kama zamani. Ni kweli. Maana nimemkumbuka sana. Pamoja na madhaifu yake. Ila yule mimi ni dada yangu. Dada Tina. Nilikumbuka ule charuko wake, maneno yake, Lakini nilishazoea. Nitakuwa na raha gani mimi ya kula chakula? Silali mimi, namwazia yeye. Uwepo wake ni muhimu kwangu. Nimeumisi uwepo wake. Uwepo wake kwangu una furaha kubwa sana. Nampenda sana dadangu.
Kwa hii hali aliyokuwepo nayo, mimi sifurahi kabisa. Kwa hiyo hizi changamoto tutapambana wote bega kwa bega. Wewe ondoa shaka, Salama atakuwa sawa. Alafu ukizingatia bado ni mapema sana. Kwa hiyo ile swala sio kubwa kama unavyolifikiria. Ni swala dogo tu. Sawa wifi. Mimi nakuamini. Mara nyingi sana ulikuwa unanipa moyo. Na pia hujawahi kumchukia dada Salama. Kidawa. Si ngoja tuwaache. Lakini tumefurahi sana kushinda na nyinyi leo. Sawa. Mimi nimefurahi ujio wenu. Maana kwa sasa natambua dada Salama alipo. Huwa nikimisi naendaga. Nampelekea vijizawadi. Nikiamua kukaa naye na baki naye mpaka muda mtakaotaka. Kisha narudi nyumbani. Ni jambo jema. Hata sisi pia tutaandaa siku. Tutakuja tuje twende wote. Maana hata sisi tumemisi kumuona pia. Sawa, hamna shida. Unajua wifi yangu Kidawa, nilikuwa namuza sana na hali yako ya kukaa ndani muda wote, yani kama mwali. Bora hata leo naona hata tabasamu lako. Yani nimefurahi sana wifi yangu. Usijali wifi yangu. Kwa sasa na tabasamu nzito sana. Aya moyo bye. Basi sawa, mfike salama. Aya ubaki salama. Aya sawa. Jiangalie mwenyewe. Shangazi, yaani mimi sitaki kuamini kama wewe naye bado una matongotongo, umetoka usingizini. Hauoni kabisa kama bwana Lichi. Matongotongo? Mbona nimenawauso jamani? Shangazi, simaanishi kana kwamba hauja nao uso. Ninachokimaanisha hiki kinachoendelea. Hivi unavyoona haya mapenzi ya Salama na bwana Ndosa, kuna usawa ndani yake? Hakuna usawa wowote shangazi yangu. Bwana Ndosa kashakuwa mshirikina. Ndosa anamteketeza binamu yangu. Na wewe umekaa umerelax umetulia tu. Unaona kuna usawa? Mimi nimeenda kwa Ndosa na nimekuta Salama anaishi vizuri, ana amani. Sasa wewe mauzauza gani unaowazungumzia hapo? Yaani shangazi ndio unazidi kabisa kumpoteza Salama, yani Salama anapotea na muona kabisa yule anatokomea. Kuna usawa gani? Na umeongea na anakuambia kwamba kuna amani. Amani ipi iliyokuepo pale? Salama tunampoteza. Alafu tumeshapanga mimi na Richi twende tukamchukue Salama aje tuishi naye hapa nyumbani. Oho. Inapo ndo umeharibu kabisa shangazi yangu. Inapo kwenye makosa ambayo umeyafanya, hilo ni kosa kubwa unalifanya. Kitendo cha kumchukua Salama kule na kumrudisha hapa nyumbani, basi ndo umefanya matatizo yaongezeke. Sikiliza shangazi nikwambie. Ndosa ameshakuwa kigagula na mchawi wa kutupa. Ndosa kwa sasa hivi anamtumia Salama vibaya. Itakuwa na mradi ataka kuuanzisha, kwa hiyo hana kitu cha kutoa kafara, anamtoa binamu yetu. Sasa basi, Salama ukimrudisha humu ndani, hii nyumba yote utaihama hii, utaiona chungu. Kutakuwa na mauzauza hapa. Nje utakuwa utoki shangazi. Ukitoka nje utakuta mijitu mirefu. Ukiingia uani utakutana na vijitu vifupi. Midamu inamwagika, watu wanapomwagika damu, watu wenyewe waone. Kumbe Ndosa huyo. Achana na iko kitu. Bora tupambane, tujue na Salama anapona vipi, lakini sio kumrudisha hapa nyumbani. Sawa. Mimi naanza kukuelewa. Hebu naomba mimi na wewe tushirikiane. Kusema kweli shangazi, ni kweli mimi nataka kumsaidia Salama. Na sio mimi tu, hata wewe kushirikiana tufanye hivyo ili Salama kae sawa. Lakini shangazi wewe ni mwanamke na mimi ni mwanaume. Tunaweza tukanisha jambo letu vizuri tu hapa mimi na wewe. Alafu ikafika njiani ukaniacha. Naanza kupambana mwenyewe. Sasa basi nikwambie. Ndosa ameanzisha hii vita. Hii vita nitapigana naye mimi na yeye. Huko kokote aliko. Lakini basi nikwambie. Na huu mwaka nataka nikuhakikishie atakufa mtu kwenye hiki kijiji. Binamu
Tashtiti furuti urojo mimi nitakupa ndani ya ndoa. Achali samaki utamix kwa muogo, viudambu dambu nitakuletea. Tutalisha na kachori kwa samaki wa jodari. Sitakupa kara, nitakupa furaha, pepo ya mapenzi utai